Msaada wetu uko katika jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Katika kipindi hiki cha Kwaresma mwaka huu wa 2025 tunatafakari kuhusu Kenya tunayoitamani, the Kenya we desire in this latent period of 2025, na tuna vipengele kadha wa kadha vya kujadili na kujifunza. Lakini juma hili la 4 tunajadili kuhusu masuala ya elimu, holistic education, yani mkabala wa jumla wa elimu. Na katika masuala ya elimu tunajua kwamba elimu ni hitaji la kila mtu ambalo mtu hafai kukosa, bila kujali jamii, bila kujali hali, bila kujali mazingira. Elimu ni hitaji la lazima kwa kila Mkenya, kwa kila mwanadamu. Na tukizingatia masuala ya elimu, basi tunajua kwamba bila elimu watu wanakosa ufahamu, na watu wakikosa ufahamu basi wanafanya mambo bila kuelewa, na mengine wanafanya bila hata kutarajia na kujua matokeo yake. Lakini watu wakiwa na elimu basi wanakuwa na ufahamu wa kutosha. Na hata tukiangalia basi tangu mwanzo Mungu aliweza kuwapa watu wake watu wa kuwafunza. Ukiangalia katika Agano la Kale, manabii walikuwa ni watu ambao Mungu alitumia kuwafunza watu waweze kuwa na ufahamu, ili wasije wakajipata wanafanya mambo kwa kukosea, wasije wakajipata kwamba wanafanya mambo bila ufahamu, ili watu wa Mungu waweze kuwa na taifa ambalo linaendeshwa kwa kujua, linaendeshwa kwa kuwa na ufahamu. Na basi hata katika Agano la Pili tunatambua Kristo mwenyewe anajitokeza waziwazi kuwafunza wanafunzi wake, makundi ya watu, ili wapate kuwa na ufahamu, wasije wakaishi kwa giza. Na katika mafunzo ya Kristo tunaona anabeba kila mtu, hakuna mtu anawachwa nyuma, ili watu wawe na usawa. Basi kulingana na hayo, tunaona kwamba elimu ni kipengele muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Elimu ndio inayosawazisha wanadamu wote, ili kila mtu angalau awe na ufahamu wa maisha anapoishi, asiwe amelemewa zaidi. Ndio tunajua katika masuala ya elimu tuna viwango mbalimbali vya kuelewa, kuna viwango mbalimbali vya kuwa na ufahamu. Na ndio sababu tukiwa na masuala ya elimu ambayo yanaendeshwa kwa ujumla wa kujua, holistic understanding of education, no one is left behind, not minding different intelligences that people could have. Everyone is carried along so that everyone is assisted. And in holistic education, then a human person is looked at in a round way, that is emotionally, socially, spiritually, economically, and academically. Holistic education is not about academic centric. It is an integrated system of education where a whole person is touched, so that when a whole person is touched, that is spiritually, economically, socially, intellectually, you have a balanced person, so that the person acts in the right mind. And the purpose of education is to impart knowledge for people to know. And when people come to know, then they know how to go about life. They are assisted to look at life differently. They are assisted how to solve problems. But when people are not educated holistically, then you find that you have a human being that is not balanced, and such a one could be a dangerous human being.
if it's one-sided. So as we discuss in this Lenten season about holistic education, then we have to see the type of education that we have in our country. We have an education system that is running today. But the question we have, is it touching the human person holistically? Does it have a positive impact on a human person? How is it affecting learners? How is it affecting the teachers? And its outcome, how is it affecting the community globally and locally? A good education system has to have a positive impact globally and locally. A good education system has to make a person to be balanced. A good education system has to help someone to be a problem-solving person. But if we have an education system that leaves out a learner still wanting in how he goes about life, then that education system has to be looked at. Currently in our nation, we have the CBC system where learners are supposed to be helped to understand how they can depend on themselves, how the community can depend on them, that at long run, they come out being an asset where one knows where his or her abilities are. And in doing so, then we have very important persons after going through an education system. Could we have some challenges in the education system that we have? Looking at the CBC, right from the parents, very few understand that system, if not the majority. And looking at it critically well, this system, if not supported and funded fully, it leaves out so many learners. It's somehow expensive. It has so many needs that most of the parents who are less fortunate may not be able to afford. And therefore, most of their children stay home and they may not catch up. And therefore, they are left out, which is not fair because they are Kenyan citizens who should also be helped by the taxes of the nation. Looking at an advanced level at the university, learning is going. But at the end of it, we have quality learning. We have people graduating in the field. Are they relevant? Or it's a matter of having a paper? Education is not all about having a paper. Education is about being able to produce what you have learned so that it has effect on the world that we live. And also, it makes you to be a person who is an asset. But if it's all about having a paper, then that education system fails to make a human person to be a fully developed person. Therefore, a holistic education needs an approach where everybody is involved, all stakeholders, the state, the church, the well-wishers, because it's touching about a human being created in the image and likeness of God. If all stakeholders are well involved, then we have a system that will bring out a human person who is balanced, one that God can also love, one that can also be depended upon. Therefore, as we reflect on this theme of week 4, I urge each and every Christian,
not only Catholics, all Christians and all people of goodwill to understand that we need a holistic education. One that does not only focus on people getting white-collar jobs. No. Education is not about jobs. Education is about making you to have knowledge, a knowledge that can make you face the realities of the world we live in, knowledge that can help you to understand how to solve problems. Yes, there has to be a gain after it, that you get what you want to survive on. But that is not the only thing that education should look at. Education should shape the whole person. Basi kwa hivyo, elimu ambayo imekamilika katika ujumla lazima imuandae mwanadamu awe mhusika kamili katika swala ya jamii. Lakini ikiwa elimu haitazingatia kumkuza mwanadamu kuwa mkamilifu anapokuwa, elimu hiyo itamuacha akiwa na mapungufu fulani ambayo hayatamwezesha kuishi vyema. Na basi elimu ambayo imekamilika inamuandaa mwanadamu katika kiroho, katika akili, awe na fikra sawa. Huenda tuna viwango mbalimbali vya kuelewa, lakini lazima kila mtu apate kutambulika katika mfumo wote ule wa elimu ili uweze kumkuza asibaki nyuma. Katika shule zetu basi, mfumo wa elimu lazima usaidie wanafunzi wote bila kujali mazingira yao, bila kujali uwezo wa wazazi wao. Maana Mungu alipomuumba huyo mwanafunzi na akawa na uwezo wa kwenda shule, ni kumaanisha kwamba anaweza soma, anaweza funzwa na hatimaye awe mtu bora katika jamii. Basi tunaomba kwamba mfumo wetu wa elimu usije ukamwacha mtu yeyote nyuma. Maana katika kusoma tunapata usawa. Katika kusoma kila mtu anajitambua na uwezo wake ambao Mungu amempa. Katika kusoma mtu anapata kuwa na ufahamu wa kuchagua njia fulani fulani katika maisha na kuwa na ujuzi fulani katika maisha kutokana na njia mbalimbali ambazo elimu inamuweka mtu akiwa na ufahamu. Kwa hivyo wakati huu wa Kwaresma tuweze kuomba na kutafakari kuhusu elimu juma hili la 4 na kujua kwamba elimu ni muhimu. Si vema kumwacha mtu yeyote nje, maana tukimwacha mtu yeyote nje ama nyuma katika masuala ya elimu, basi tunamnyima haki ambayo ni ya kimsingi, haki ambayo anastahili kuwa nayo, ambayo hata anapewa na katiba yetu ya nchi ya Kenya. Katiba inapea kila mwananchi wa Kenya nafasi ya kusoma, nafasi ya kuwa na elimu. Basi ni wajibu wa serikali kuona kwamba wale ambao wanastahili kwenda shule ama kuwa shule waweze kuwa shule. Na sio tu kwamba wawe shule. Tena serikali lazima iajibike kuona kwamba wale ambao wanashughulikia masuala ya elimu waweze kufanya yale wanayostahili kufanya, kama kupeana fedha katika sekta ya elimu, wapeane fedha za kutosha, na fedha hizo ziweze kutumika bila fujaji wowote, ili masuala ya elimu yaweze kutekelezwa, wanafunzi wakae shule, vitabu viwemo shule, na vyovyote vile vinavyotakikana katika shule viweze kuwepo. Maana bila kuona kwamba masuala ya shule yanapewa pesa zinazostahili, basi kunakuwa na ugumu. Walimu wanapata shida kuwapa wanafunzi mahitaji yao kwa ajili ya kusoma, na hivyo inakuwa vigumu wanafunzi pia kusoma. Na vile vile wazazi pia waweze kuwajibika wanapowapeleka watoto wao shule, kuona kwamba wanaenda shule na kusoma vema.
haitoshi tu kumpeleka mwanafunzi shuleni pasipo kufuatilia na kujua kwamba huyu mwanafunzi kule shule kweli anasoma. Huyu mwanafunzi kule shule anapatana na walimu wema. Huyu mwanafunzi kweli kule shuleni ananufaika na kisomo anachokipata. Ama wewe bora umempeleka mwanafunzi shule, hujali kwamba anasoma, upo tu. Na hatimaye wazazi ambao hawajali ndio wale ambao mwanafunzi asipofanya vema wanapiga kelele shule. La msingi ni kila mzazi kuona kwamba anapatana na shule, walimu shuleni, kuona kwamba mtoto wake anasoma vema. Na walimu nao lazima pia wajitolee, maana kazi hii ya kufunza ni kazi ambayo wamepewa kama talanta na Mungu. Wanaifanya kwa niaba ya Mungu. Ni vema waweze kuifanya vizuri wakijua kwamba Mungu atawazawadia. Na wanapoifanya vema wasimuache mwanafunzi yoyote nyuma. Waweze kuelewa wanafunzi hawa wana viwango mbalimbali vya kuelewa wanapowafunza. Yule ambaye ana kiwango cha chini asije akaachwa nyuma. Mwalimu aweze kutembea naye polepole anapofunza, ili asije akaona kwamba hafai kuwa shule. Maana mazingira ambayo yanastahili kutengenezwa shuleni yaweze kuwafaa wote. An environment has to be created in a school to assist all the learners to have a holistic education where no one is left out. No one feels to be too small to be in a school because of his or her limited understanding or abilities. Any ability can be assisted and it can grow if we have a holistic approach towards education. Therefore, I want to urge each and every Kenyan to view education as a basic need that has to be worked for, that our schools should be given a good environment, our schools should have good infrastructures that can make learners to learn comfortably. Our schools should be well equipped, should have enough teachers. Our schools should be able to have facilities to cater for those who are physically challenged. Our schools should have infrastructures that are appealing to the learners. And all this depends on a goodwill of the government, depends on the community where the school is domiciled also, and other learning institutions. Let us therefore also see that there is morality of learning in our schools, not just learning for the sake of learning. That when learners are in school, they are also helped to be morally upright. Because in learning we may only want to touch the brains, the minds, and leave alone the heart. We have to make sure that our education system touches the mind, touches the heart, so that we have a balanced person that the community can depend on. Let us therefore pray that God assists us all during this Lenten time, that we value education. It's education that brings equalization to the human race, where everyone is equal because he or she has knowledge that he or she is supposed to have to live well. Thank you, and may God bless you. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.